Tuendelee na somo letu sehemu ya 7. Kuna sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Hii ni sehemu ya 7 na ndio sehemu yetu ya mwisho kabisa ya somo letu la Unayo Imani. Fuatilia hizo sehemu ili uweze sasa. Tupo katika sehemu ya mwendelezo wa somo letu la utimilifu. Amen. Hebu tukasome Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: basi sawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa nihubiripo nitatoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika injili. Umeona, bila utimilifu wake, maana yake huyu alijiona amekamilika. Si unajua kuna ile kujiona mimi sio kamili, mimi ni mzambi, mimi ni mdudu tu, mimi si chochote. Yale maombi aliyoyaomba Daudi hakuwa bado, utimilifu ulikuwa bado hujafunuliwa. Kwa yeye, kwa maombi yake alikuwa sawa. Watu wengi sana wanafikiria kunyenyekea ndio hivyo kusema mimi ni mdudu tu, mimi si chochote, mimi si lolote. Wewe angalia huyu alivyokuwa anajiona. Angalia, basi sawabu yangu ni ni hii ya kuwa nihubiripo nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika injili. Unaona, yeye alijiona mkamilifu, alijiona amekamilika, kwamba nimekamilika kipesa, nimekamilika kila kitu, taihubiri injili bila gharama. Unaona, kwa utimilifu wangu nilio nao, bila kutumia ule utimilifu wangu. Lilikuwa linajiamini kwa yale, mimi sio mkamilifu, mimi ni mdudu tu baba. Wewe, yeye anasema amekukamilisha, ametuti katika yeye. Biblia inasema hivi kwenye kitabu, ngoja tutasoma utaelewa. Wewe tayari umetimilizwa na Kristo. Wewe fanya kazi ya kumjua tu yeye kwa upendo wake. Kwa tayari umekamilishwa. Acha kuomba maombi hayo. Watu wengi wanajifikiria ndio kunyenyekea. Hapo unanyenyekea kwa mdomo tu, akili bado iko vile vile. Kwa hiyo ndio maana ngoja tusome hapa ili uweze kuelewa. Biblia inasema hivi, Waefeso sura ya 3 ule mstari wa 19, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Unaona, mpate kujua utimilifu wote. Umeona huo? Kwa utimilifu wote wa Mungu mpate kujua. Kwa wewe kujua pendo lake, ametupenda akamtoa mwanae wa pekee. Umeona, ili kila mtu amwamini asipotee awe na uzima. Alimtoa kwa jinsi kwa maana kwa jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa. Alimtoa kufanyaje? Akachukua udhaifu wako ili wewe uwe mkamilifu. Akachukua udhaifu, akachukua kutokuweza kwangu, akachukua kutokuishinda dhambi, akachukua mimi kuishinda dhambi. Yeye ndo akaichukua, akaihukumu pale. Umeona? Ndio maana Biblia inasema hivi, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kukamilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kadiri kiwango navyoendelea kumjua Yesu Kristo, ndivyo ule utimilifu wa Yesu Kristo ndani yangu naendelea kutimilika. Umeelewa? Waefeso 4:13 Biblia inasema hivi, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Umeona?
kufika kwenye cheo, kufika kwenye ngazi. Hiki cheo maana yake ngazi, level. Umeona, kufika kwenye level ya juu ya kiungu, ya ufahamu, kufikiri, kuwaza, kutenda, kutembea kiungu, kutenda kiungu. Umeona, ili msiwe tena watoto wachanga mkitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu wa ila ya watu kwa ujanja, wakizifuata njia za udanganyifu. Unaona, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote umeungamanishwa, umeona, na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili wote upate kujijenga wenyewe katika upendo. Unaona, kwa wewe jukumu lako ni kumjua yeye. Kadri unavyoendelea kumjua, unakuwa katika vile viwango vya utimilifu, kiufahamu, kikuwaza, kikutembea, kikutenda. Umeona, unakamilika. Naona na imani inaendelea, mbingu zinakuheshimu, malaika wote wanasujudu. Umeona, kwa hiyo ukue kwa imani, ukue kwa nani kwako. Umeona, Wakolosai sura ya kwanza ule mstari wa 19. Ngoja tuone mahali hapo Biblia inavyosema. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Umeona, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Umeona, katika yeye nani? Yesu. Kwa hiyo ndio maana huo utimilifu ukae. Ukae kwa nani? Ukae kwako. Vyote ahadi zote kutoka kwa kina Ibrahimu, kina nabii Yeremia na watu wengine wote, maana yake utimilifu sasa Mungu ndio vyote vilikamilishwa. Ndio maana katika Yesu Kristo tunapata vyote, ahadi zote walizoahidiwa manabii, mitume, kina Yeremia, kina Isaya, vyote vimewekwa ndani ya Yesu. Ndio maana Biblia inasema akatukirimia jina linapita majina yote. Leo hatuombi kwa Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Leo tunaomba kwa Baba moja kwa moja. Kwa nini? Utimilifu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo uko ndani ya jina moja linaitwa Yesu. Umenielewa? Sasa ndio maana katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Ona, Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Unaona, unakaa utimilifu wote. Leo Yesu hayupo, utimilifu katika mwili wake tayari umeshakamilika. Ndio maana Biblia inasema yeye alikuwa na namna ya Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, akajifanya na utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akajinyenyekeza. Kwa hiyo ndio maana lazima uelewe, utambue utimilifu tayari umekamilishwa. Sasa tunapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, wewe unakuwa uko kamili, umekamilishwa. Yeye amekamilika, maana yake na wewe umekamilika. Acha kujiona dhaifu, acha kujiona goigoi, acha kumwona shetani ana nguvu, acha kuona wachawi wana nguvu, acha kuona mizimu wana nguvu, acha kuona kiunyonge unyonge, kudhaifu. Wewe ni kamili, umekamilika. Mungu amekutukuza. Biblia inasema nitakutukuza. Maona mbingu zikasikika zikisema nitakutukuza tena. Kwa Mungu amemtukuza mwanaye kupitia wewe. Kwa wewe umekamilika. Kwa hiyo wewe ingia katika matendo, tenda. Unapotembea katika imani, unatembea katika utimilifu wa Kristo. Kwa imani ni utimilifu wa Kristo.
Mungu akubariki. Amani iwe kwako, amani ikutawale, utukufu wa Kristo ukufunike. Somo letu ndio tumeishia hapo. Subscribe, share na comment. Amen.